Hivyo. Kuna makocha wengine balls zinakuja wanauza, jerseys zinakuja wanauza. Boots zinakuja wanauza. Nimeona kadhaa. Inapanga hivyo. Sio utapata kuna misaada kadhaa imekuja. Hiyo badala iwasaidie inauzwa. Inauzwa kwa hizo zile clubs zinajulikana, hizi zenye zimegrow at least. So vijana wanabaki hivyo. Vijana wanabaki kuumia. Sasa unaona tukao wewe uwezi endelea ball. Unaachana nayo. Ndio kuchapa hivi mjengo huko inakupea ndo. Kwa sababu unataka pesa. Si ndio? Hata kwa hiyo ball ukikuja lengo lako ni pesa. Umekuja wewe uko na talent lakini talent yako lazima ikulipe. Kitu main lazima do. Lazima upate do. Na unadhania nini inatofautisha our local football na zile ball sisi huona majuu? Ni nini? Kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama kule majuu angalia kijana kama Garnacho 20 years mpaka amepea Manchester headache anasumbua. Sisi huku mtu wako 20 years hasumbua coach mpaka ametengeneza timu lakini bado ananyang'anywa. Ni nini tofauti? Utofauti wa huku Kenya na tuseme huko majuu, utapata kijana amekujia academy. Lakini Kenya hakuna academy. Kenya hakuna academy. Ushaiona academy mahali wewe? Sijaiona academy. Na kama wewe mtazamaji ushaiona academy, utatuambia hapo kwa comment. Vijana wanajitokeza tu hivi wanaanza kucheza na kaguza. Na wanaform timu. Lakini ukienda majuu utapata kijana kama Garnacho aliingia academy, akasoma kitabu, akaenda footwork, ndio akarudi gym. Lakini Kenya hakuna hizo mambo. Ni kuja ucheze hapo kwa vumbi, asubuhi training, urudi kwa nyumba. Kenya watu wanacheza free. Kenya ni free. Ni free. Hakuna ile ati tunataka nini. Si unajua kitu ya kwanza majuu utapata huyu vile alikuwa academy, si ati timu ilikuwa inamlipia academy. Mzazi alikuwa anakaramika kumlipia juu nikaa shule. Unapata amesomea hapo, amemaliza. Sasa ikifika ile kiwango ya ameiva, anaweza cheza na timu. Anaregister, anachukua contract, na sign contract. Sasa unapata hapo hivyo lazima alipwe juu nikaa anawafanyia kazi, anawaingizia pesa. Lakini sasa Kenya unapata mtu alianza tu anacheza hapo kwa vumbi, ameishi hapo toka miaka 6 mpaka 20. Ako hapo hivyo tu na mpira ianze kulipo kiwa at least 14, 15 kuendelea. Lakini ukifika 20 ni mzee ng'ang'ana na maisha, tafuta familia. Unasikia anasema mpira Kenya kama umefikisha 20 na mpira ijaanza kulipa, tafuta mambo mengine ya kufanya. Ni inauma sana lakini ni ukweli kwa sababu utaendelea nayo utafika maybe umefika 30 years. Unapata lose hope alafu tena maisha itakupiga chenga, umeng'ang'ana kuna mahali unaenda. And to coaches kindly saidieni vijana. Ukipata vijana wameunda team, saidiana na hao wapeleke mahali fulani kwa sababu walikuwa na malengo ya kutengeneza hiyo team. So unadhani ni nini inaweza saidia our local football? Kwanza tumeongelea academy. Nini kingine kinaweza saidia local football yetu? Kwa sababu tukiangalia hapa Tanzania haijatoa most professional footballer. Sisi tumetoa Mariga. Kenya imetoa Mariga. Mariga ameshinda Champions League. Tumetoa Wanyama tumemwona Tottenham Hotspur, tumemwona Southampton, tumemwona Celtic. Tungeona so many talents ziko nje. Lakini hapa Tanzania ligi yao iko juu sana. Lakini hawatoi professionals. Ukiangalia Tanzania focus kupeleka maplayers wao nje, wanataka waingizie pesa. Kwa nje yao. Si watoke nje, waende kuingizia nje huko nje pesa. Sasa wanataka country yao iko develop. Watu waanze kuwatch games za huko, wana focus na games zao. Ndio unajua kama mmeform team yenu then ikagrow ikakuwa kubwa, unapata mkiunda tournament, unapata kuna watu wanakuja wanalipa, wakiingiza tickets mnapewa. Hiyo inafanya country na develop haraka. Lakini ukikuja Kenya utapata corruption iko juu. Utapata hata viwanja tujaunda vizuri. Ukifika hapo kwa gate mkao unaingia Nyayo, mtu anarukia fence, hata lipa, atarukia fence, haizi lipa. So unapata ball yetu iko chini. Watu hawezi jaa juu. Unaona hata kama ni wengi lakini hakuna ile kitu wamecontribute. Hawajachukua tickets, mtu amerukia fence. Sasa unaona haiwezi endelea. So talking of tickets, anasema kuwa Tanzania they are focusing so much on kudevelop mpira yao
locals waanze kuwatch game yao, so that hata wakitoka nje locals wamewaamini. Unlike hapa Kenya, we don't trust our own. Actually hapa Kenya at least kumekuja na Shabana at least sasa hii inaonekana imeleta that wave. Before Shabana kumekuwa na game imekuwa na uzito ni Gor Mahia na FC Leopard peke yake, alafu zinaleta uzito kwa sababu ya kuna mambo yanaendelea pale, kuna maybe wanarushiana mawe, kuna kutusiana, the so called mashemeji derby, kuna kutusiana, kuna kufanya nini, kupigana, kuna rushiana mawe. So Shabana, kukuja kwa Shabana katika